mchana huu, ili jina lako mfalme likainuliwe. Bwana Yesu, takasa maandiko. Bwana Yesu, takasa kanisa sasa. Bwana Yesu, takasa kila mshirika. Bwana, takasa watoto wetu ambao wanaotufuatilia sasa, ili jina neno lako likaweze kuwapokea, ili watakasike kwa jina lako. Na kwa Yesu naomba nikiamini. Mchana ya leo ninajua kila mmoja ametoa ushuhuda kwa ajili vile yeye anavyoishi katika maisha yake, lakini nitaomba wapendwa, ni vizuri wakati mwingi tunapokuwa tunatoa ushuhuda, wacha pia sisi tuonyeshe kwamba Mungu anatenda. Kuna wale ambao wanaweza simama siku ya leo akasema kweli Mungu amewatendea katika maisha yao. Mchana wa leo tunataka tusungumuse neno la Bwana ambalo litatujenga katika maisha yetu. Labda unajua wakati mwingi, wakati huu vile tulivyo hivi sasa, tunasikika kila mahali, popote tulipo, wapi. Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambia kwamba mnapokuwa mahali hapa, mjue kwamba watoto wenu wanawaona, wazee wenu wanawaona. Kwa hivyo sasa ni lazima neno la Bwana lifanye nini? Liende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyinyi washirika ambao tuko hapa kwa mchana wa leo, labda pia watoto wetu ambao watatufuatilia kuanzia wakati wa sasa, ni kwamba tunataka tujifunze neno la Bwana. Kija chake ni kulindwa na Mungu katika changamoto. Lindwa na Mungu katika changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo Bwana ameandaa nafasi hii ili tuweze kujifunza kwake. Maana wapendwa wa Mungu, tunapitia katika changamoto mingi ambazo zinatutoa katika imani yake Mwenyezi Mungu. Watu wengi wametoka katika neno la Bwana kwa sababu ya changamoto wanazopitia. Watu wengi wametoka katika neno la Bwana kwa sababu ya makali wanayoona. Watu wengi wametoka katika neno la Bwana kwa sababu ya vijisababu vidogo ambavyo vinaonekana. Chifu Suleiman ametuambia kwamba Bwana akaweza kutusaidia kufukuza mbwa mwitu ambao walikuwa wanajaribu kuharibu mizabibu. Kwamba watu wengi waumini wamekuwa katika neno la Bwana, lakini changamoto zinazoendelea kuwapata wanazifanya wanatoka katika neno la Bwana. Ndipo ndo mchana wa leo Bwana ametupa ujumbe huu ya kwamba nikuje niwaambie na niwaeleze kuhusu vile Bwana analinda watu wake katika changamoto. Na mchana wa leo tunaenda kusoma kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari mdogo wa 24 hadi 30. Aliye na Biblia aweze kutusomea ili jina la Bwana likaweze kwenda mbele. Danieli chapter number 3 verse 24 to 30. Ninataka nisungumuse mambo machache kuhusu watumishi wa Mungu Shadraka, Meshaki, Abednego, jinsi waliokuwa katika changamoto, lakini wakasema ya kwamba licha liwalo sisi hatutawacha Mungu, na walisimama na Mungu hadi dakika ya mwisho. Aliyepata na akatusomea 24 hadi 30. Nasema, ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hadi wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wawili, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hadi hawana dawa. Na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa Mungu. 26. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuri iliyokuwa inawaka moto, akanena, akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto. 27.
na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao havikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. 28. Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliotumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. 29. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande na nyumba zao zitafanywa jangwa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. 30. Kisha mfalme akawafukuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana hili linakuja kwetu, na msomaji alipokuwa analisoma amesema ya kwamba Nebukadneza alifanya nini? Alistaajabu ya kwamba aliona mambo ambayo hakuwahi ona yakitendeka katika maisha yake. Nebukadneza alikuwa mfalme, na katika ufalme wake alikuwa na miungu ambao waliokuwa wakiinamia. Watu wa Misri ya kwamba wameunda sanamu ambayo itakuwa inainamiwa. Na katika hiyo hali maandiko inasema ya kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego walijitenga, wakasema wao hawawezi wakainamia miungu mingine, bali watainamia Mungu ambaye ni Roho anayeamini kwamba iko na inatumika na iko hai. Kama akasema ya kwamba sisi licha ya kutuwekea sanamu mahali popote, sisi hatutainamia sanamu, sisi tutainamia Mungu wetu, na tunajua Mungu wetu hata tukiwa katika hali ngumu ataweza kutusaidia. Ndipo mfalme akaamuru ya kwamba ni wachukue huyu mtu, wakaweze kumchukua huyu mtu, mtu yoyote atakayekuwa akifanya nini, mtu yote atakayepatikana akiwa anainamia mtu mwingine kando na sanamu iliyokuwa imewekwa, atafanya nini? Atatupwa ndani ya tanuru ya moto. Na kwa sababu Nebukadneza ilikuwa ni sheria ya mfalme ameamua, ametangaza sheria kwamba mtu yoyote atakayepatikana kwamba anainamia Mungu mwingine ama miungu mingine kando na ile sanamu inafaa chukule karamu. Kwa hivyo maandiko inasema Shadraka, Meshaki na Abednego walifika wakasema, sisi hatuwezi tukainamia Mungu mwingine, bali tunajua tuko na Mungu wetu tunayemuinamia. Wakajaa watu walipomwona, wakaona kwa nini hao watu wametugeuka sisi? Wamekosa kuheshimu mfalme. Kwa nini hawaheshimu mfalme? Walipeleka habari kwa Nebukadneza. Nebukadneza akaamuru kwamba watu watatu waende watupwe ndani ya moto. Wakasema moto uwashwe namba 1, uwashwe namba 2, uwekwe namba 3, uwekwe namba 4, uwekwe namba 5, uwekwe namba 6, ukafika namba 7. Moto ile kali kabisa. Wakasema kwa sababu nyinyi mmekataa kutuheshimu, hamtaki kuheshimu miungu yetu, hamtaki kuheshimu sanamu yetu, sisi tumeamua wakati wa sasa tunataka tuwashe hiyo moto iwake. Wakawaonyesha, wakawaambia mnaona hiyo ile sisi tunataka mwingie ndani. Wapendwa Mungu, moto
wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Watasema nini? Sisi si wa Kristo. Ukweli ndio wapendwa. Lakini hawa jamaa na maandiki nasema waliasha moto wakaweka mara ya 7, wakaisukuma kabisa, wakawaambia twendeni. Walipofika kwa moto wakaambia msipoinamia miungu yetu ili mnaingia ndani. Kwa hivyo turudi mwende mwinama. Akasema hatuwezi enda, afadhali tuingie ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wapendwa, moto huu utaingia ndani. Leo shetani. Bwana Yesu asifiwe. Utaingia ndani. Hello? Utaingia ndani. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu anatulinda katika changamoto. Lakini sikia wapendwa, mfalme anasema kwamba itawashwa mara 7. Yaani itawashwa mara ya kwanza ili waone, wa kwanza wakaepa, ya pili wakaepa, watatu wakaepa, ya 4 wakaepa, ya 5 wakaepa, ya 6 waliepa. Lakini jamaa katika hizo safari zote walizokuwa wanasema, yeye walikuwa wamesema ya kwamba liwe namna gani, sisi tunajua tuko na Mungu wetu ambaye tunamwamini. Wapendwa, Mungu mnaamini neno hili kama linakuja namna gani? Ya kwamba wapendwa, ni lazima uwe na msimamo katika jambo unalolifanya. Wewe ni mama huko katika ndoa yako, hauna msimamo. Wewe ni mama huko katika kazi yako, hauna msimamo. Ni lazima uwe na msimamo wakati mahali popote penye huko ili uweze kufanikiwa. Ndipo maandiko yanasema, wajamaa alisema licha ya jiwe liwalo, sisi tuko na msimamo ya kwamba Mungu wetu tunajua haonekani, lakini wewe anaonekana. Lakini tuko na imani tunapoenda kupiga magoti, Mungu wetu ataweza kujibu. Na wakati waliporushwa ndani, wapendwa, maandiko inasema Nebukadneza mfalme alistaajabu alipoenda kuangalia, akaona wale jamaa wanatembea ndani ya moto wakiwa watu 4. Mtu 4 alitoka wapi? Alipoenda kuangalia anaona watu wanatembea ndani ya moto, Kuna yule atakayeweka wewe katika shida, kuna yule atakayeweka wewe katika mhangaiko, kuna yule atakayeweka wewe katika uchawi. Lakini maandiko inasema unapokuwa na Bwana ataweza kukulinda, atakupeleka peke yako, lakini atakapokuja atakuona ukiwa na Bwana mkiwa wawili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mtu anaweza chukua mtoto wake apeleke katika wakanga. Kuna yule amekaa tu, lakini watoto wake hawawezi soma. Wengine ndani ya kilasi wanalala tu usingizi. Anasema itakuwaje? Ninataka nikwambie mpendwa, Mungu aliye ndani mwako, maandiko inasema alikuwa ndani ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Hata waliporushwa ndani ya moto, hata siwali moto haikushika. Ninataka nikwambie, haijalishi umeweka wapi, popote wamekuweka, kwa sababu ya Mungu unayemuomba, Mungu asiyeonekana, lakini kwa roho unayeamini, ninataka nikwambie kwamba mchana wa leo unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo unabarikiwa katika jina la Yesu. Haijalishi walifanya nini, haijalishi walisema nini, kile walichosema mpendwa, kile walichofanya leo, wanataka kwenda kukushuhudia leo. Wanajishuhudia leo, wanashuhudia muujiza wako. Muujiza wa Shadraka, Meshaki na Abednego unaonekana kwa sababu ya msimamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pendo sisi ya mchana wa leo, Bwana ananena mahali hapa na ananena na kila mmoja ya kwamba mahali popote umeona changamoto zimekuwa mingi, Mungu anakuanga anakulinda. Amechukua imani yake, ameweka ndani mwako. Toka kwa mambo ya pili, bali kaa peke yako. Jinsi wapendwa walipoamua wakasema iwe ni Bwana, sisi tutaingia ndani na tunajua Mungu wetu ataweza kutupitisha. Nimekuja kukutangazia kwamba Mungu wako anakupitisha katika ile shida uko ndani. Niko na watu maajabu wakati huu wamekaa nami hapa, lakini roho zao asiko pamoja na ile kazi hata pamoja nasi, kwa sababu ya mambo wanayopitia yamewafanya wameshindwa. Nimekuja kukwambia kuna Mungu mbinguni. Unapomwamini atatenda mpendwa. Anayekutanganya kwa njia ya mkanga anakutanganya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema mpendwa, Shadraka, Meshaki na Abednego walipokuwa wamekaa ndani ya moto, Mungu mwenyewe alikuja
ni watoto wako mpendwa, Mungu anashuka mwenyewe. Ni shamba lako mpendwa, Mungu mwenyewe anashuka. Ni kazi yako mpendwa, Mungu mwenyewe anashuka. Ni watoto wako mpendwa, Mungu mwenyewe anakuja na anataka kujibu mbele ya maadui. Bwana Yesu asifiwe. Huyu waliokuwa wamemsingiza sasa wanakuja. Walipokuja kuyashuhudia, walienda kushuhudia. Mchawi walienda kwake kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya watoto wako, kwa sababu ya mipango yako, hata jamii yako. Ninataka nikwambie, anakuja kushuhudia. Anakuja kwa boma yako kushuhudia kwamba niliyofanya yametendeka. Yametendeka kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona je, ni msimu wa mahindi. Lakini unapoenda kule utapata mwingine anakuja, umekuja kushuhudia. Amekuja kushuhudia. Lakini ile aliyokuwa anatarajia kuja ukimwambia sio hivyo. Maandiko inasema kwamba mpango wa Nebukadneza ulikuwa aenda aone watu wamekufa, lakini alipoenda kuona aliona watu wanatembea. Ninataka mpango ilikuwa ya mchawi kwamba wewe usame, anakuja kupata baraka kwako, anakuja kupata kwako kumefunguliwa, anakuja kupata kwako watoto wanasoma, anakuja kupata kwako watu wanaongoza, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mpango wa Nebukadneza ulikuwa anakuja kuchukua majiji waende wasiku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile cha kushangaza ni kwamba alipata watu wanne wanatembea ndani ya moto, wanasumbuka. Katika changamoto ambazo huko leo, ninataka nikwambie ya kwamba unapokuwa katika changamoto, kuna Bwana yuko pamoja na wewe. Katika ndoa yako unalia machozi, Bwana yuko pamoja na wewe. Mwambie Bwana nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Katika hii njaa nisaidie, nitembee na wewe. Kwa mwangaiko huu niko nao, Bwana Yesu nisaidie, nitembee na wewe. Maadui watajiletea wenyewe kukuja kukuangalia. Wanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja kukuangalia. Na wanakuja kushuhudia yale Bwana anafanya. Wanakuja kushuhudia muujiza ambaye Bwana anakuja kuufanya. Mchana wa leo mpendwa, ninataka nikwambie Mkristo wa Bwana ya kwamba yale uliyokuwa unayapitia, mchana huko imani yako na kwa msimamo ulionao, wanakuja kushuhudia. Wanakuja kushuhudia. Ndivyo maandiko inasema. Cheta kabisa kana Petro alipotoka, mfalme alienda akasujudu akasema, lazima tunamwabudu Mungu wa ajabu. Wapendwa, msimamo wako utafanya jamii yako hata wakukubalia waseme sisi tunafuata fulani kwa sababu Mungu ametenda. Mungu watu hawezi wakakufuata wakati Mungu wake atatenda. Ni lazima atende. Mama unaingia ndani ya kanisa, mzee unayekanyaga ndani ya kanisa, mtoto unaingia ndani ya kanisa, ni lazima Bwana afanye muujiza kwako, ili unapotembea waone kweli Bwana ametenda. Na kwa msimamo wako, je, uko na msimamo? Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mmoja nikasema hadithi moja. Kanisa kubwa liko na watu wengi, na watu walikuwa ndani na mama mzee mmoja kama mama Daniel. Watu wakakuja wakaangalia kanisa, wakaiangalia vizuri, wakaona hii kanisa ni permanent, iko na kila kitu, iko na tiles, watu wanavuka. Watu wanasema tunao Bwana tu peke yake. Lakini katika hiyo hali walipokuwa wamekaa, wakaona maaskari wakaingia ndani ya kanisa, wakawauliza mmeokoka? Mmeokoka? Wakasema yes, tumeokoka, tunampenda Yesu ni Bwana. Maashas wakasema Yesu ni Bwana, tunampenda. Wakauliza mara tatu, mmeokoka? Yes, tumeokoka, tunampenda Yesu ni Bwana. Sisi vile tuko hivi, tunapambanaga na watu ambao wameokoka. Kwa vile mko hivi mmeokoka, nyinyi wote tunataka kuwachinja. Watu wakaanza wasiwasi. Walipoanza kuwa na wasiwasi, sasa tufanye nini? Kwa sababu panga zimetoka. Hawa jamaa wanataka kutuangamiza. Jamaa wengine wote wakasema, sisi hatutaokoka. Tulikuwa tunakudanganya, hatutaokoka sisi. Akaambia laleni chini watu wenye hawajaokoka, laleni chini kabisa, laleni chini. Wakalala chini wote. Mama mmoja kama analika kapaka akasema, mimi nimeokoka. Na hata ukisema nikufe miaka yangu imefika. Wakatoka na yeye nje,
wakajipanga, baba umeokoka wewe. Jamaa akachinja kondoo, wakajipanga tamu, wakarudi huko. Ni nani mwingine hapa ameokoka? Ni nani mwingine ameokoka hapa? Ona sisi. Ni nani mwingine? Jamaa akasema, hapa sisi hatuokoka. Akamwambia, semeni sisi hatuokoka kwa sauti. Sisi hatutaokoka, hatutaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa kaenda nje. Na akarudi ndani ya kanisa akawaambia, mimi ni Tiko. Wewe kwa hii kanisa. Nilikuwa nimekuja kujua kama nyinyi mmeokoka. Na akarudi na msherati analeta ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kumwambia mama kaa. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na msimamo ndani ya kanisa mpendwa, tangaza umeokoka. Unapokuwa kwa jamii yako, tangaza umeokoka. Yesu walitangaza wameokoka. Kama umeokoka, tangaza umeokoka uokovu wako. Naye Bwana atakukumbuka kwa haja yako. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kanisa hilo lilikuwa na imani. Next Jumapili watu wakani walikuja. Kuna mwenye angekuja. Singeandika peke yake ndiye anakuja kwanza ili tuambie Bwana asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na cha kushangaza, mnajua ni nani anatisha kanisa? Ni Tiko tu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hujafanya msimamo mpendwa, uamuzi wa jambo lolote katika kiroho, ambia Bwana nisaidie. Bwana Mungu nisaidie. Kuna mengine yanakuja kupima imani yako. Ndoa mingi sasa zinafunjika. Ndoa mingi zinafunjika. Musa amekuja tu kwa wakati wa upole pole alipoingia kwa nyumba mama. Mimi ninaomba nikule chakula. Mama ile matusi aliyomrushia ikafanya kisirani kaingia kwa nyumba. Kwa leo hii nyumba haina amani. Leo hii nyumba imepomoka kwa sababu ya kitu ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama pastor angekuwa na ujasiri, naombe tu aambie sasa hapa kila mtu atupike imani tuombe. Na tufunge mlango tuombe. Hakuna hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeaibisha neno la Bwana katika majamii zetu kwa sababu hatuna msimamo. Yesu ni Bwana ndani ya kanisa. Yesu ni Bwana ndani ya kanisa. Ndani ya ushirika Yesu ni Bwana. Ndani ya mikutano Yesu ni Bwana. Lakini katika jamii zetu Yesu hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuambie watu hata mzee akikuja kwa nyumba ajue mke wangu ameokoka. Wacha watoto wajue mama ameokoka. Wacha wazee wa mama wenu wale wengine wajue ameokoka. Ndio siku ya leo wapendwa. Sisi tutahangaika. Wakati mwingine simwambie nini. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ama nisiwaambie. Kaingia katika nyumba ya mpendwa mmoja aliyekuwa Mkristo mzuri. Alitangaza Yesu ni Bwana. Lakini kwa bahati mbaya mume wake akamwoa. Si alikuwa ameoa. Wakristo wa Bwana wamefika kwa nyumba. Tunaambiwa kwamba ameenda. Sijui naitwanga aje, mama analeta inaitwanga aje. Ameenda kufanya nini? Kuleta hiyo kuku. Kwa kuleta kitu kuku na nini? Kuku na nini? Mkristo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua umeokoka, sema nimekuja kwa Yesu. Shadraka, Meshaki na Abednego wanatuambia tunaangamia kwa sababu tunamtangaza mahali pamoja. Leo hii watu watatangaza Yesu ni Bwana, lakini wakirudi nyumbani kwa shughuli yako Yesu ameenda. Wakienda kwa watoto wao Yesu hakuna. Wakienda kwa chakula Yesu hakuna. Wakiingia Yesu hakuna.
Daniel 6:7. Bwana Yesu asifiwe. Yeye uponya, yeye uokoa. Katika majeraha ambayo uko nayo leo, katika mahangaiko ambayo uko nayo leo, kuna mtu anayeponya hapa anaitwa Bwana. Bwana anaokoa mpendwa. Roho yako imevunjika, Bwana ataisimamisha. Jamii yako iko na njaa, Bwana anaweka chakula. Wewe uko na machozi, Bwana anapangusa mchana wa leo. Tumaini lako weka kwa Bwana. Msimamo weka kwa Bwana. Msimamo wako weka kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amua mwenyewe, amua mwenyewe, amua leo. Oh, tangaza msimamo, tangaza jamii jue kwamba Caroline ni mtu wa kanisa. Wanapomuona waseme kanisa liko hapa. Wanapomuona waseme washirika wako hapa. Wasianze kusema unajitanganya njia mbili. Amua wajue kwamba wewe ni mtu fulani ndani ya kanisa. Amua waseme kwamba huyo mtu anapenda kukimbilia kanisa, lakini wasisema anapenda kukimbilia matao. Wasisema anapenda kukimbilia ukeni. Wasisema anapenda kukimbilia kwa jirani. Wasema anapenda kanisa. Wasema anapenda ukitaka kumpata enda huko kwa kanisa. Lakini sherehe iko mbali wakisema ndio wanakupata. Hapenda hapo utakupata. Wanakupata upande wa shikoni. Wewe ni supervisor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaangalia vizuri bila wanapiga mbaya na uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza msimamo mpendwa. Mahali palipo na neno la Bwana, ingia tangaza msimamo ya kwamba mimi hata mnavyoniona, hata nisipokula nisipokunywa, lakini ni lazima niwaje chakula cha roho. Ni lazima nionje hata kuimbia Bwana. Ni lazima nionje hata kupiga makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile roho unatoka na roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwaminifu. Unapoamua naye anatenda. Roho yako inakwambia kile unachotaka ufanye. Lakini kuna tegemeo moja ambayo ni Bwana. Unapomwamini kwa jambo lolote ulilo nalo, jinsi Shadraka, Meshaki na Abednego walipomwamini, Mungu yuko na kila kitu. Kile unachotaka mpendwa, kuna vyote kwa Bwana. Bwana amebeba kila kitu mpendwa.
kila